Hello my good people, Katoto Darling here. Welcome back to my YouTube channel. I'm so happy we are now at 200 plus subscribers. Hey, nyinyi ni wa maana. You guys, you are the best. Thank you for your support. Soon tutafika 1000. Soon with your help. Hey, you are the best guys. Simjipigie tu makofi mahali mpo. Nawapenda sana. Mungu awabariki and thank you for being part of this journey. Tutaendelea kuendelea zaidi. Yani mnani motivate, mnafanya nafikiria tu nikilala, I have not done this, I have to do this. It is because of your support guys. Naona messages zenu and I said niko hapa kwa ajili ya kukua rectified. I go through your messages na nafanya research the way mmesema. Yeah, and that's the way to grow. In this life, lazima ukubali kuanzia chini. Lazima ukubali kusikiza walio chini yako ambao wanakusupporti. Ndio ufike kule, maana nyinyi ndio my pillar. And na warang sana na waweka kama first priority. So, I have a new video today. Kujeni hapa tuonge. We have to talk about this because it's getting out of hand. Mambo inachemka. Hapa mnaona baby na Ogaobina. Yeah, these days walikuwa wanafanya kazi yao pamoja. Na people were asking, mbona isikue baby? Mbona isikue baby? What am I talking about? Guys, Ogaobina alituonyesha mtoto wake baby number 5. Na chenye watu wanakosea kujua, Oga so far ako na baby mamas 4. Mkumbuke Lola na Ada mama yao ni mmoja. So, the rest hawa 3, Ella, Brianna na Liron, sasa hao mama zao ni tofauti. Ina total to 4. Mkae mkijua hivyo. Sio 5. Watu wana confuse. Watoto ndio 5 ila baby mamas ni 4. Sasa pale kwa mtandao baby mama number 4 ameleta utatanishi. Ambapo kila mtu anasema basi angechukua baby ambaye ni demo wa Facebook akwe ndio baby mama number 4. Why? Because Ogaobina alisema anapenda watu kama wakina Ambarei, anapenda Manyash, anapenda sijui manini, but shock on you guys, shock on you. Watu wanasema how comes huyu baby mama hata ana nyama? Ai wapenzi, mna mambo nyinyi, mna mambo. Aiti ana nyama, ana nyash, of which baby angekuwa qualified kuingia pale. Ama tutakaa baada ya mwaka mmoja hivi, mwaka wa pili tusikie tena baby alikuwa kwa mix. Acha niwaambie, baby amesema yeye she was there to work. Baby amesema alikuwa hapo kwa ajili ya kufanya kazi. Nakumbuka watu mlitroll baby wakati alikuwa na Ogaobina. Mkasema anajipendekeza sana. Amewa outsmart nyinyi wote. Shame on you wenye mlikuwa mnaongea vibaya kwa baby. Shame on you. Our girl alifocus na kile kilimpeleka kwa Obina. Mnanisikia? Alifocus na kile kilimpeleka kwa Obina. Iyo mambo ya kusema now we have signed this deal, na vile tumesign hii deal tunaweza onja hizi vitu, hakuwaifanya hivyo. As much kila mtu anasema Oga kona tabia, whenever you sign deal with him na wewe ni mdem, ukatae ukubali utapeana kitu ya kukojoa. Iyo haijapatikana kwa Milly, haijapatikana kwake. Salute to you Milly, and tutakupatia flowers forever and ever. So as usual, baby na Oga, hiyo ndio respect waliweka. Na for that, tunawapea maua. Now guys, sio kila kitu ambacho kinasemwa ndicho kinachofanyika in reality. Kila mtu ako na taste yake. Watu wametroll sana huyo mama, baby mama ya Ella. Wacha niwaambie.
Mimi naweza sema hapa sipendi hiki, lakini sometimes love inakujanga natural. I don't think Oga alimwangukia tu huyo mdem na akamrape. No, ni kitu walikubaliana. Na lazima kulikuwa na feelings hapo. Kulikuwa na feelings, so sio lazima ikuwe nyash. Si ati nyash ndio inapeana mastingo. What is nyash? Hii kitu huyu Yaga alikuja akaongelelea hapa kwa mtandao. Of which watu wamesema, Oga alisema anapenda nyash. That's why hata Yaga vile alikuja alibody shame baby in the name of pia Obina alikuwa kwa hiyo ligi ya kusema anapenda nyash. Now people were asking what happened? What happened? So sometimes we charge so harshly bila kujua watu wana create content, watu lazima waweke wa mix chumvi na sukari ndio wapate their daily bread. Hiyo ni kazi. So not that everything that mtu anasema ndio inafanyika, hapana. Na mapenzi huwezi jua utapenda nani. Kuna wale hata wanafanya mapenzi na wazimu na wanazalisha huko. Mtu mwenye hajaoga for years. Na unapata mwanaume tu akilitimama anasimamisha gari, anaenda, wanafanya mambo yao. So please, watu mmekuwa so judgmental, muachane na hiyo. Whatever happened na kimezaliwa, we appreciate that and we move on. Oga ndio inafaa tu angalie lane yake kulingana na watu ambao wanamsurround. Juu vitina zenye zinaendelea ni mingi, watu wanachipuka na mambo mingi na hatujui who is behind this, hatujui nani mwenye analeak information ya Obina. Hata kama walipatana na huyo mama ya Ella, walifanya project yao, yes. But what conspired? Maybe mapenzi iliingilia, aliona hapana, this is too much. Kwa sababu hiyo song ilikuwa ya romance. Mliona kama amevalia nguo zingine hapo kama hizi za baby hapa. Ilikuwa ya romance. Na hata baby pia kuna video walishoot wakitoa song fulani hapo. Kama hamjui mambo, hebu muende muangalie kwa mtandao mtaona. So it depends, wewe unataka nini in life? After all, unataka nini? Ama Obina, watu wengine wakasema Obina, wewe kazi yako ni ukipea mtu deal lazima akupatie. Pia hiyo ni inafaa utujibu, kwa maana naweza kuwa na kutetea na mimi sipo, nipigwe mawe na mafansi wangu, nipigwe mawe waseme wewe unajua nini. Niambiwe tena niende nifanye research vizuri. Kwa sababu yenyewe kweli msichana mlitoa na yeye wimbo. After hapo ni kipi kilizaliwa, ni kipi kilifanyika. So we salute baby, congratulations baby, kutangaza msimamo wako na ulifanya whatever ulifanya, mpaka tunasema God's time is the best, na kweli uliprove it right. Kama kweli Obina ako nako katabia, basi uliepuka huo mtego dada. Luya girl, we love you. Thank you for watching. Subscribe, like and comment. Bye.